Mwalimu, siku na mwezi wa Pasaka, nikimaanisha mwezi wa 4 na tarehe ambazo zinabadilika, zina athari gani kwenye kalenda? Asante. Kwanza Wayahudi wakati wamechukuliwa utumwani na Wamisri tayari walikuwa wameshaanza kutumia kalenda yao. Na kalenda ya Wamisri ilikuwa inaitwa solar, kwa maana ilikuwa inafuata mwenendo wa jua. Tofauti na kalenda ya Wayahudi. Kalenda ya Wayahudi ilikuwa inafuata mwezi. Inaitwa lunar calendar. Sasa Pasaka ilipoanza, kwa sababu ni siku na mwezi ambao Mungu aliuagiza. Soma katika Biblia kwenye Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza, Biblia inasema utunze mwezi wa Abibu ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Tulisema ule mwezi Mungu aliuita jina Abibu. Kwa Kiebrania Avril. Na Warumi wakauita April. Lakini kwenye Kutoka 12 mstari wa pili, Biblia inasema hivi: mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Mwezi wa kwanza wa Wayahudi mpaka leo hii unaanza mwezi Machi mwishoni. Yes. Sio Januari. Kwa hiyo huu mwezi wa kwanza wa Wayahudi ulibadilika kuanzia hapa. Kalenda ya Warumi ikadondokea Machi 21. Ndio maana hata wale wanajimu wale kwenye zile nyota zao, mwezi wao wa kwanza ambao ni unaitwa Iris unaanza Machi 21 mpaka April 19 ambazo ndio tarehe za Pasaka hizo. Lazima Pasaka idondokee. Kama itazidi tarehe 19 Januari, manake full moon tulioizungumzia ilitokea siku chache nyuma. Kwa hiyo Jumapili inayofuata kama hii ya sasa hivi imekuwa tarehe 20. Kwenye kitabu hapa kwenye cover umetuambia jifunze tarehe za Pasaka kihistoria na kisayansi. Sasa natamani uthibitishe kwenye tarehe za Pasaka kisayansi. Asante sana. Tunasema kisayansi kwa sababu Pasaka ni siku ya coincidence, Yaani coincidence kumaanisha nini? Tuseme mwingiliano ni sahihi? Hapana. Kupatana. Yaani huyu anafanya kitu hiki bila kuwasiliana na huyu. Alafu baadaye mnakuja kugundua vyote vinaingiliana pale pale. Kwa hiyo kwa mfano kisayansi, kuna mtu anaitwa Hipparchus. Huyo actually ndo aligundua issue za trigonometric. Alikuwa ni mwanasayansi ambaye alikuwa anatokea Misri. Ndo aligundua trigonometric. Zile trigonometric. Watu wa jiografia nadhani watakuwa na so toka ni jiografia ni hisabati. Hisabati, that's mathematics. Ya mambo ya sine, mambo ya cosine, mambo ya tangent. Yalianzia huko Misri. Baada ya kuwa anasoma kwa muda mrefu na kustadi mienendo ya vitu vilivyoko angani, kwa maana ya jua, mwezi na dunia na kadhalika, ugunduzi wake ukatuleta kwenye majira 4 ya mwaka. Mwaka una majira 4 na yote ana tarehe zake kutokana na dunia inavyopinduka, kwa sababu dunia katika mzunguko wake wa orbit una kona 4. Una juu ambao ni kaskazini, kuna chini kusini, kuna kulia ni mashariki. Kwa hiyo inapofika Juni 21 tunaingia kwenye kipindi kingine cha majira ambacho kinaitwa summer, joto. Septemba 23 dunia inaingia kwenye kipindi kingine cha majira inaitwa autumn. Kwa Kiswahili tunahitaji majira yetu 4 jamani. Kuna masika, kuna kiangazi, kuna kipupwe na kadhalika, sawa. Alafu baridi tunahitaji winter. Winter yenyewe inaanza Disemba 21.
Kwa katika hivi vipindi vinne ambavyo viligawanywa, automatically tukajikuta ule mwezi wa Abibu aliotangaza Mungu ndo unaanza wakati huu wa Machi 21. Machi 21 ndo masika inaanza. Dunia nzima mvua inanyesha. Sasa hiyo kisayansi tunailetaje kwenye kimambo ya kiroho tena? Sasa ni kisayansi kwa sababu nyakati hizi za mvua kunyesha kwenye ule mzunguko wa dunia na hizi position ninazozitaja hapa, na Pasaka na yenyewe ndio inalenga mule. Na tunaposema full moon ni wakati dunia ipo katikati ya mwezi na jua. Mwezi unaonekana wote. Full moon. Ndugu host, tarehe 13 wote kwa pamoja mwaka huu full moon mwezi wa 4 itakuwa tarehe 13. Kwa hiyo kwa namna ambavyo walipanga Waroma ni wenyewe ni kwamba baada ya kuona full moon Jumapili inayofuata tunasherehekea Pasaka. Kwa hivyo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 tutashuhudia full moon, na kwa pamoja siku hiyo dunia nzima wataona full moon. Dunia nzima wataona full moon. Mwaka jana tulifuatilia. Mwaka huu tutaifanya kwa uzito zaidi. Tarehe 13 wote tutatoka nje. Yaani iwe China, iwe Marekani, dunia nzima tutaona mwezi ukiwa umekamilika, full moon. So that is science. Sasa hapa wanasayansi na Warumi kuna ushirikiano hapo sasa. Ilibidi washirikiane kwa sababu Warumi kuiseti sikukuu ya Pasaka ilishindikana kuiseti iwe tarehe 1. Kwa sisi na Tanzania inatakiwa tuwafuate Warumi hapo sasa. Ndo mababa wa Ukristo. Yaani ni kama kwa mfano wangeamua kwamba Pasaka iwe kwenye ile siku ambayo ina full moon kwa sababu inajulikana. Ingekuwa hiyo. Lakini kwa sababu siku ya ibada ni Jumapili, wakasema Pasaka lazima iwe Jumapili. Umeelewa Yeah. Yes. Kwa hiyo yani tunasema hivi sikukuu mbili ambazo zinafuata muandamo wa mwezi. Ni sikukuu ya ndugu zetu Waislamu ile ya kuchinja ile Eid al-Hajj, pamoja na sikukuu ya Pasaka. Zote zinafuata muandamo wa mwezi. Tofauti ni kwamba ya Wakristo wana mwezi ukishaandama kwa maana ya full moon, sasa Jumapili inayofuata ndo Pasaka. Mwalimu, Yohane 2:13 inatuambia hivi: Wayahudi walikuwa na Pasaka yao. Wayahudi walikuwa na Pasaka yao. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Sasa swali langu ni je, ilikuwepo Pasaka kabla ya ujio wa Yesu? Na kama ilikuwepo hiyo Pasaka, walikuwa wakisherehekeaje? Na Yesu alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa wanasherehekea hiyo Pasaka? Lakini zilikuwa Pasaka ngapi ambazo zilikuwa zimeshasherehekewa kabla ya ujio wa Yesu? Kabla ya Yesu ajao sasa ndo tunamsherehekea kama Pasaka wewe. Okay. Pasaka ilianza miaka 1800 kabla ya Yesu. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alikuta Pasaka. Na walikuwa wanasherehekea nini kama Pasaka wetu alikuwa bado hajatolewa sadaka? Hii sasa ndo Pasaka wa Wayahudi. Mungu alitoa maelekezo iweje. Walikuwa wanachinja kondoo ambaye ana umri usiopungua mwaka mmoja. Alafu wanamla. Okay. Wanamchoma. Alafu ndo wanasherehekea Pasaka. Kwa maana hiyo hii ilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, mojawapo ya namna bora kabisa ya kuondoa dhambi kwa mwaka ilikuwa ni kula Pasaka. Enzi hizo sio Pasaka. Enzi hizo kabisa. Hii ndio sasa ilikuwa Pasaka ya Wayahudi. Walikuwa wanachinja kondoo chini ya mwaka mmoja. Sasa na yeye. Okay. Yes. Ndio maana katika ule mstari wa Yohana 2:13, na Pasaka wa Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Mojawapo ya sharti la Pasaka ilikuwa ni lazima wakale Yerusalemu. Kwa hiyo watu wanatoka kwenye miji yote, makabila yote 12 ya Israeli. Walikuwa Joshua aliwagawia maeneo yao ya kukaa. Kwa hiyo baadaye ilivyokuwa na advance, Yerusalemu ikawa makao makuu ya taifa. So wakati wa Pasaka watu wanatoka kote. Kumbuka Yesu alikuwa anaishi Galilaya.
Kapernaum. Na wazazi wake pia walikuwa wanaishi huko. Kwa hiyo sasa watu wanatoka maeneo yote wanaenda Yerusalemu. Kile kitabu cha Luka 2:43 Biblia inasema, na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma yao huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Mstari wa 45 unasema, na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huko wakitafuta. Ikawa baada ya siku 3 akamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu. Uliza maswali. Kwa hivyo it means kwamba alikuwa tayari ameshaanza kazi. Na hii tunasema tu imerekodiwa, it means alikuwa anashiriki zote kwenye maisha yake. Wazazi wake walikuwa na mtu wa 12 kuna mswali. Waliwapeleka wazazi wake akaenda. Huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Mstari 42, na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Kwa lile tukio ambalo limerekodiwa, wale wasomi wa Biblia wanajua kwamba Yesu, tukio ambalo lilirekodiwa baada ya kuzaliwa na kutahiriwa, zile procedures zote, Yesu akunukuliwa akiwa anafanya chochote mpaka except tukio moja ambalo lilirekodiwa akiwa na miaka 12. Hii ndio ilikuwa Pasaka hii sasa. Yes. Okay. Ile ilikuwa Pasaka, lakini Pasaka ya pili ni wakati ule ambapo Yesu alifanya vurugu, tunasema hekaluni, akapindua meza. Ile ilikuwa Pasaka pia. Yeah. Kwenye Yohana 2:3 Biblia inasema, na Pasaka wa Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Mstari wa 14, akaona pale Yerusalemu watu walikuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Kwa hiyo Pasaka. Lakini Pasaka ya tatu, wakati Wayahudi wa Israeli wote wanasubiri ile Pasaka, Yesu alikuwa anajua kwamba atasulubiwa siku ya Pasaka. Kwa hivyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, Yesu hakuanzisha Pasaka. Narudia tena, Yesu hakuanzisha Pasaka, lakini Yesu alisulubiwa siku ya Pasaka, sherehe ambayo ilikuwa inasherehekewa miaka 1800 kabla ya Yesu kuzaliwa. Yes. Kwa hiyo tunaposema kwamba wakati ule wana wa Israeli wanasubiri utaratibu wa kawaida wachinje kondoo ambaye ana umri chini ya mwaka mmoja, sasa Yesu ndo anachinjwa. Mwana kondoo mwenyewe. Yes. Ndio maana Yesu tunamuita mwana kondoo aichukuae dhambi. Yeah. Mwalimu, tuendelee hapo hapo. Yesu ameshatambua yeye ni mwana kondoo ama ndo Pasaka wetu. Nataka kujua Wayahudi ilitokea nini, kwa sababu walikuwa wameshazoea kwamba kipindi cha Pasaka tunachinja kondoo, tunasherehekea Pasaka. Sasa kwenye sherehe ya Pasaka katika ujio wa Yesu yeye kama mwana kondoo, ni kitu gani ambacho kilitendeka? Sasa swali zuri. Mwalimu, kwenye kitabu chako ile sura ya 7 umeelezea kwamba Pasaka ilisherehekewa kabla ya uumbaji, kwenye uumbaji wenyewe, lakini unaeleza kwamba sherehe hizi zitafanyika pia baada ya maisha haya ambayo tunaishi. Hapo ulikuwa unamaanisha nini mwalimu? Yeah. Nilisema kwamba siku hii ni ya tofauti, na siku iko tofauti kuliko siku zote kibiblia na kiimani, kwa sababu ilitajwa kabla ya uumbaji kuumbwa kwenye Ufunuo pale anaposema kwamba Yohana alimuona Yesu kama mwana kondoo aliyochinjwa kabla ya dunia kuumbwa. Na wakati wa maisha haya sasa hivi ndio mpaka leo tunasherehekea Pasaka. Lakini katika kile kitabu cha Luka 22 mstari wa 16 na hadi wa 18 Biblia inasema, kwa maana nawaambia kwamba si hili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. This was a promise.
Bwana Yesu ana promise baada ile ya tatu ya aliyoshirikiana na wanafunzi wake. Ndio hiyo Yesu anafanya Pasaka ya mwisho kabla ya yeye kufa na kuondoka duniani akiwa mwanadamu. Lakini anasema si hili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Kwa maana hii sentensi manake itaendelea kuliwa. Pasaka itaendelea kusherekewa hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo baada ya maisha haya. Mstari 17 akapokea kikombe akashukuru akasema toeni kimgawaje nyinyi kwa nini? Maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Kwa hiyo kutakupo na taratibu nyingine. Tumesema Pasaka imeenda ikiboreshwa. Ya kwanza ilikuwa inaitwa ya Wayahudi na pengine bado wanaendelea nayo, hatujui, but ikaboreshwa zaidi hii ya baada ya Yesu kuja, kwamba sasa kila mtu anaweza kuisherehekea Pasaka kwa kuwa Mkristo na kumwamini Yesu. Lakini baada ya hapa sasa tunaambiwa kwamba hata atakapokuja Yesu mara ya pili, tutakapoingia kwenye ufalme wa Mungu, Yesu anasema kwamba ndio ataanza kuinywa, ndio atainywa tena. It means kwamba tutakula Pasaka kwa utaratibu ambao utawekwa wakati huo, ambao bado haujaelezewa kwenye Biblia, lakini ni ahadi ya kwamba Pasaka itaendelea. Mwalimu, umesema kwamba ule mtoko ambao ulifanywa na Yesu pamoja na wanafunzi wake, mtoko wa mwisho, ulijulikana kama, ama ndo tunahusianisha na meza ya Bwana. Sasa meza ya Bwana, Pasaka na mtoko huo tunahusianishaje? Okay, iko hivi. Hii maarufu kama Lord's Table, ambayo kwenye makanisa yote ya Kikristo wanakula mkate pamoja na divai, na ndio inaitwa meza ya Bwana. Meza ya Bwana halisi ilifanyika wakati wa Pasaka. Ule mtoko tunaozungumzia ulifanyika gorofani, ulifanyika wakati wa Pasaka. Lakini Bwana Yesu hakuwa na muda mrefu wa kuizungumzia Pasaka, kuzungumzia meza ya Bwana. Akamtuma Paulo wakati Yesu hayuko duniani. Kumbuka Paulo alikutana na Yesu mbinguni, alisema mwenyewe kwenye Wakorinto. Lakini pia wakati amekiri imani, ameokoka, Mungu alikuwa akimfundisha vitu mbalimbali kupitia Yesu Kristo. So mojawapo ya kitu ambacho alifundishwa Paulo, kumbuka Paulo hakuwahi kukutana na Yesu, ni meza ya Bwana. Na yeye ndo alielezea vizuri kuliko hata vile vitabu vinne vya Injili, kwa sababu wao pia wasingeelewa. Sasa nguvu ya meza ya Bwana inazungumziwa kwa kina katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11:23 na kuendelea. Biblia inasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliwapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 26, maana kila mulapo mkate na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana Yesu hata ajapo. Kama ambavyo alifundishwa na Yesu, akatuambia wazi kuwa maagizo ya Yesu ni kufanya Pasaka kila tunapojisikia. So Paulo, maelekezo yake ni kwamba kila tunapojisikia tufanye nini? Tule mkate wa Bwana, kwenye kushiriki meza ya Bwana. Yes. Kwa kifupi, ndugu mtazamaji, kila unapokula mkate na kushiriki meza ya Bwana kanisani kwako, ile ni Pasaka kabisa. Yes. Na ile ndo Pasaka halisi, kwa sababu Pasaka ni kula, kuenjoy. Unaona? Kwa hiyo unapokula meza ya Bwana, Paulo kuna wakati fulani wale ambao wanaenda kinyume na Ukristo na taratibu za Ukristo, akawakataza, akamwambia hata msile nao chakula. Hakuwa anamaanisha wasile ugali na nyama choma, alikuwa anamaanisha wasile meza ya Bwana. Umenielewa? Kwa hivyo unapokula meza ya Bwana ni Pasaka kabisa kabisa kabisa, ni Pasaka. Kwa hiyo hatuna haja ya kusubiri mwezi wa 4 kila mwaka ndio tufanye Pasaka. Yeah. Okay. Mwalimu, naona kwenye anajua kilichomleta duniani. Ni kufa kwa ajili ya dunia, ni kuwa kondoo ambaye alikuwa anatolewa na Waisraeli au Wayahudi
Sasa yeye anatolewa kwa ajili ya dunia. Kwa hiyo ile siku ya Pasaka Wayahudi, yeye anajua kabisa Pasaka hii mimi ndo kondoo. Yes. Kwa hiyo wakati wanazungushana na wanafunzi wake, wakati Petro anakataa, anamwambia nitakulinda, yeye ana uhakika kwamba Pasaka hii mimi ndo naetolewa kwa ajili ya dunia. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu sasa wako na master wao kwa muda wa hiyo miaka mitatu. Imefika Pasaka, wanamuuliza Yesu, sasa huu mtoko vipi? Tafanyaje kondoo ipate? Tunakulaje nyama? So Yesu akamwambia nendeni, tusome labda katika Marko 14 mstari wa 12, Biblia inasema hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walipoichinja Pasaka, wanafunzi wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie vile uile Pasaka? Wanauliza tukale wapi Pasaka? Yaani kama ingekuwa labda ni Dar es Salaam, twende wapi? Sehemu gani? Wapi wanahitaji kule? Tuko baharini au Kigamboni? Kule nani kule vile visiwa vinaitwaje vile? Kwa Dar es Salaam sehemu yote au sehemu yote ambayo inajulikana kuna mtoko. Kwa hiyo wanafunzi wanamuuliza Yesu, wapi tukale Pasaka? Unaona maswali? Yesu alikuwa anataka mtoko huu awatoe na ufanyike gorofani kama tulivyo sisi. Yeah, kwa hiyo Bwana Yesu naye anapenda mitoko. Yeah. Akawaelekeza. Ukisoma kwenye Marko 14 mstari wa 14 na 15, Biblia inasema, na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba changu cha wageni ni ile Pasaka pamoja na wanafunzi wangu? Naye mwenyewe atawaonyesha orofa kubwa imeandikwa tayari, humo tuandalieni. Sasa yeye si alikuwa anatambua kwamba yeye ndo atatolea sadaka na walikuwa wanaenda kulia hiyo Pasaka wapi? Kiutaratibu wa Wayahudi walikuwa wanachinja Pasaka jioni, wanafanya sherehe, alafu kesho yake ndo Pasaka. Ndio utaratibu mpaka wa leo. Yes. Okay, ndo ile Alhamisi Kuu ndo. Sasa sisi kidogo tumefanya tofauti kwa sababu Pasaka yetu sisi ni lazima iwe Jumapili. It means kwamba ile jioni ambapo kuna vurugu nyingi zilitokea zikiwemo zile za Yuda msaliti, Petro kumkana, kesho yake Yesu alisulubiwa. Yes. Kwa hiyo actually siku ambayo Yesu anasulubiwa ndio Pasaka. Sio siku ambayo Yesu anafufuka. Okay. Yeah. Kwa sherehe kwanza kabla ya kuingia kwenye sherehe. Exactly. Kwa Yesu anawaandalia mtoko. Sasa ndugu host, kinachofurahisha sana, hii ndio meza ya Bwana. Okay. Yeah, yaani ule mtoko wa Pasaka ndio huu tunaita meza ya Bwana. Kate na divai. Kwamba ndo pale kwenye orofa ndo aliwapa mamlaka. Exactly. Aliwapeleka gorofani. Kwa hivyo ukisoma Marko hiyo 16:17, wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama walivyoambia, wakaiandaa Pasaka. Basi ilikuwa jioni waja pamoja na wale thenashara wale 12 wanafunzi wake. Lakini another thing ambayo ni very interesting, Yesu aliandaliwa mitoko miwili kabla ya kuteswa. Yaani ndani ya siku 7. Tuangalie mtoko wa kwanza. Yesu aliandaliwa na Lazaro yule ambaye alifufuliwa. Unakumbuka yule Lazaro alifufuliwa? Yohana 12 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema, basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu na Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani. Kwa hiyo kulikuwa na party hapo.